Bwana asifiwe sana. Mbele yako ni mwalimu Teddy EM Kwilasa. Ninakukaribisha katika kipindi kizuri na kipindi maalum kabisa kwa ajili ya vijana. Na kwa sababu ni neno la Mungu, hata wewe ambaye ni kijana wa zamani tunakukaribisha, karibu sana. Kwa kuanza kipindi hiki naomba tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru tena kwa ajili ya siku nyingine hii ya leo. Na ni siku maalum kabisa kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Tunakualika tena Mungu, uanze pamoja nasi, endelea pamoja nasi na hata ukamalize pamoja nasi. Mkono wako ukawepo mahali hapa kutuhudumia kila mmoja atakaye kwenda kusikiliza na kutazama. Wema wako uambatane pamoja nasi katika kuyachukua na kuyatenda yote ambayo tunajifunza. Usitupungukie Bwana, bali uwe pamoja nasi. Nitumie mimi kama chombo mikononi mwako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Utamsaidia anayenisikiliza asikie na kulielewa neno lako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Somo langu linasema, nawezaje kumudu mahangaiko ya mahusiano. Somo linasema, nawezaje kumudu mahangaiko ya mahusiano. Na kabla sijaenda mbele, natamani nielezee kidogo ili ya kwamba uweze kutembea pamoja nami juu ya somo hili ili uweze kunielewa. Tunaposema kumudu mahangaiko ya mahusiano, na kabla sijaingia ndani kuelezea hili somo, naomba niongee walengwa haswa wa somo hili. Walengwa haswa ni vijana ambao wana hatua au wamekusudia kuoana. Ina maana wako kwenye mahusiano ya uchumba, wanaelekea kwenye ndoa au tayari wako ndani ya ndoa. Somo hili linawahusu. Nirudi sasa kwenye kichwa cha somo, kinasema nawezaje kumudu mahangaiko ya mahusiano. Kwa nini tunasema mahangaiko? Si muda wote kutakuwa na amani. Si muda wote vitu vitakuwa shwari. Kuna kipindi, kwa sababu tuko duniani, kunakuwa na mitikisiko. Na mitikisiko inaweza ikatokea katika sura nyingi tofauti tofauti, lakini kwa sababu pia tunakulia kutoka katika familia tofauti tofauti, na hizi familia tofauti tofauti pia zimetembea katika mila tofauti tofauti, zimetembea katika makabila tofauti tofauti, lakini pia hata mazingira, wakati mwingine hata nchi tulizokulia, tumekulia ni tofauti tofauti. Kwa hiyo jinsi ambavyo tunayachukulia mambo au changamoto mbalimbali tunazokutana nazo, unaweza wewe ukaikuta changamoto wakati mwingine ni ndogo tu, jingine tu inahitaji kama kupuuziwa tu, lakini wewe ukaichukua yani vile serious, yani ikawa kama vile kitu kikubwa. Kumbe ulitakiwa tukichukulie katika hali fulani hivi nyepesi. Kwa hiyo katikati ya hiyo safari, mfano ya kutoka kwenye uchumba, kwenye yale maisha ya uchumba, lakini pia mkaingia kwenye ndoa, pale kuna mahusiano. Hayo mahusiano kukitokea mahangaiko, unamudu namna gani au unakabiliana namna gani na hizo changamoto, ubaki salama na mahusiano yaendelee kuwa salama. Haleluya, haleluya. Hili somo linakuhusu, nisikilize kwa umakini sana. Na katika maisha haya ni muhimu kujua, hata kama ya kwamba tumeokoka, kukwazana au nitumie kukwaruzana kupo na kunatokea, na hilo unapaswa ulitambue. Hauko mbinguni, uko duniani. Vitu kama hivyo vinatokea. Ni muhimu kufahamu namna ya kukabiliana navyo.
wakati mwingine tunajisikia vibaya, wazazi, hata walezi. Unakuwa unasikia watoto wa siku hizi ndoa hazikai, ndoa hazidumu. Kwa nini zamani bibi zetu, mama zetu walikaa? Wakati mwingine unasikia kizazi hiki cha Gen Z inakuwa kuaje? Lakini kumbe wakati mwingine imekosekana tu masomo, yamekosekana tu maelezo mazuri ya kuwasaidia vijana hawa watembee, waende katika njia nzuri. Bwana asifiwe sana. Basi hili somo linakuhusu sana, na karibu uweze kujifunza, uweze kusikiliza, na ni maombi yangu katika jina la Yesu ya kwamba chukua uyafanyie kazi. Bwana asifiwe sana. Sasa pointi yangu ya kwanza ambayo nimeiandika inayosema kutoka katika hii somo, nawezaje kumudu mahangaiko ya mahusiano. Pointi yangu ya kwanza inasema jiombee sana. Jiombee sana. Haleluya. Jiombee. Nenda mbele za Mungu, taja udhaifu wako. Hata kama bado hujawahi kutafuta na kujua, tafuta kujua. Nenda mbele za Mungu, kwa sababu katika udhaifu shetani ndio huwa anapenda kutumia hapo kubamiza watu, kutafuta namna ya kuwashusha chini. Nenda mbele za Mungu, jiombee, taja udhaifu wako, omba msaada wa Mungu akusaidie. Sawa, inawezekana kabisa una elimu. Sawa, inawezekana kabisa yani una vitu vingi, una ufahamu mkubwa, wanaita nina exposure kubwa, nimetembea nchi hii, ninakutana na watu hawa, ninafanya hiki. It is okay. Sawa kabisa, unaweza. Sawa kabisa, sijui wewe unajiona kwamba yani uko wa namna fulani, lakini nakwambia hivi, pasipo mkono wa Mungu kukusaidia hicho unachotakiwa kukifanya au hicho unachotakiwa kukabiliana nacho, pasipo mkono wa Mungu hauwezi kufanikiwa. Ndio maana nimekupa mfano wa kitu cha unga katikati ya kupishi la andazi, ya kwamba ni kiungo muhimu. Maombi ni kiungo muhimu mno kwenye maisha yetu. Jiombee. Haleluya, haleluya.
Pointi yangu nimesema jiombee, tena nikaongezea bii yake hapo chini ya kwamba omba Mungu akate kiu ya vitu visivyofaa. Vitu visivyofaa. Tuna jamii, tuko kwenye jamii, tuko kwenye kila aina ya maisha ambayo yapo, lakini tunaposoma neno la Mungu kuna vitu ambavyo havipaswi kwenye maisha yetu kama mtu uliyeokoka. Jiombee Mungu akate hiyo kiu. Mfano, tuna vijana wengi sana wanapenda kutizama picha za ngono. Najua unanitizama na nakwambia kabisa, ni maombi yangu kwa Mungu akate hiyo kiu. Uache hicho kitu, kinakuharibu kisaikolojia, kinaharibu namna ya kuenenda mitizamo yako na jinsi utakavyokuwa unakabiliana na mambo, kinaharibu hata mahusiano yako. Jiombee Mungu akusaidie. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Pointi ya pili, naomba isikilize kwa makini pia. Haswa na ule mstari wa 5 nasema hivi: kwa kuwa uweza wake wa uungu ametukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu ulioko duniani kwa sababu ya tamaa. Mstari wa 5 sasa. Naam, kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu, katika imani yenu tieni wema, na katika wema wenu maarifa. Ameendelea pale, amezungumza vitu vingi sana. Mimi nataka niongee na wewe kijana. Pointi yangu imesema hivi: jitahidi sana kuacha kutenda visivyofaa. Au naweza nikasema hivi: jilazimishe kuacha kutenda visivyofaa. Na watu wa hawajui kitu kilichojificha katika maamuzi. Huwa naupenda sana ule mstari katika Danieli ile sura ya 1 mstari ule wa 8 ule.
Anasema hivi, lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kwamba hatajitia unajisi. Aliazimu. Kiswahili rahisi, alikusudia kuacha kula kile chakula. Kwa nini? Alijua kina hitilafu kulingana na nini? Na imani yake. Watu wengi hawajajua siri iliyoko kwenye kusema hivi, sitadumbukia kwenye ushoga, au unasema hivi, sitaiba, au unasema hivi, sitasema uongo. Unajua, ukisema, Mungu anaona moyo. Anapoona moyo, anakushushia msaada wa kumudu kupita na kutembea kwenye maisha haya, kile ambacho umekikusudia, kile ambacho umeazimia kwenda katika hiyo njia. Kwa nini? Mungu anapendezwa na maamuzi mazuri ambayo yanampa utukufu yeye katikati ya maisha yako ukiwa hapa duniani. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Danieli aliazimu moyoni mwake. Alivyoazimu, pale pale Mungu akaachilia idea. Mfuate. Ya uasherati, sitakwenda kwenye namna yoyote ya vitu vya ubaya, vitu vya uovu, sitakwenda. Then Mungu anashusha nguvu yake kukusaidia kudumu katika njia hiyo, kwa sababu Mungu anapendezwa pia. Inawezekana kupita kwenye maisha ya ujana kwa utakatifu. Inawezekana. Asikuwazishe mtu wala wasikuwazishe watu kwamba haiwezekani sijui. Mimi nakwambia hivi, inawezekana. Pamoja na Mungu inawezekana. Azimia, kusudia, jitahidi kuacha vitu ambavyo havimpendezi Mungu, alafu uone kama msaada wa Mungu hautashuka kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwenye maisha haya ya mahusiano kuna namna vijana wengi, naweza nikasema hasa wa kike, kwa sababu ndio mara nyingi nakutana nao katika maswali yao mengi. Mama, nimetishiwa hivi. Mama anasema nisipotenda naye tendo la ndoa, basi kama ndio hivyo uchumba ufe. Mama, nisipofanya hivi. Yani unakuta amewekewa vitu fulani hivi na shetani ana mbinu kweli. Yani unakuta ametengenezewa mazingira fulani, na unakuta binti mwenyewe yuko binti moja mzuri, anampenda Mungu, anatembea na Mungu. Basi kwa sababu na yeye unakuta moyo wake ndio umeelekea katika maisha huyo kijana, basi akitishiwa hiki, ni kama vile anaanza kusema, sasa mama, mimi nafanyaje? Mimi mara nyingi nawaambia hivi, na hata wewe naomba nikwambie, unanitazama, azimia kumpendeza Mungu. Kama ni kitu ambacho hakimpendezi Mungu, sema hapana. Kama ni wa kwako atabaki, lakini kama sio wa kwako aende. Na wakati mwingine msaidie mtu ambaye inawezekana bado hajawa imara sana ndani ya Kristo Yesu.
bado yani ni kama vile anavutwa na tamaa za dunia, baadaye anakaa vizuri na Mungu, anavutwa tena na tamaa za dunia, anakaa vizuri. Msaidie kukaa vizuri ndani ya Kristo Yesu. Mwambie kwa Yesu ni kwamba ni mpaka siku ya ndoa. Hata kama unataka kunitishia kuniacha, mwambie kabisa, kama ni wa kwangu utabaki, lakini kuliko nimkosee Mungu, siwezi nikakukubalia hicho unachokitaka. Azimia kumpendeza Mungu. Jitahidi kuacha vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakini pointi ya 3, usimuingize mtu moyoni kabla ya kujiridhisha kwa Mungu aliye hai kwamba ndiye. Asifiwe Yesu. Kumbuka somo letu linasema nawezaje kumudu mahangaiko ya mahusiano, na uhusiano tunaouongelea ni uchumba, safari ya uchumba mpaka ndoa, na baada ya ndoa basi maisha ya ndoa hayo mtakayokuwa mnaendelea nayo. Usimuingize mtu moyoni kabla hujajiridhisha kwamba ndiye ametoka kwa Mungu. Na hii inawalenga haswa ambao bado, yani ndio zile stage, amekuomba uchumba, bado unahangaika kwamba ndiye siye. Ingawa hapo ni somo fulani hivi natamani kuingia huko, lakini najua kama vile nitazama sana, kwa sababu nasikia tu mtu moyoni anajiuliza, anasemaje, sasa namjuaje kama ndiye? Sasa hapa inakuwaje? Kuna namna, kuna maswali na yaona ndani yako kijana. Lakini kabla sijadokeza kwenye kipengele hako ambako najiuliza hilo swali, mimi nataka nisisitize pointi yangu inayosema usimuingize mtu moyoni kabla ya kujiridhisha kwa Mungu kwamba ndiye. Maana yake nini? Nenda mbele za Mungu. Mungu anapotupa mtu wa kuanza safari naye, kuna amani ndani ya moyo wako bila kujali mazingira unayoyaona. Wakati mwingine unaweza kutafuta kuwa na hayo material, vitu mbalimbali ni vizuri, lakini unaweza ukawa unamuona mtu leo, haujui kesho yake. Kwa hiyo usimjaji mtu kutokana na leo yake. Na ndiyo maana neno la Mungu linasema na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Ina maana ukifika mahali popote kijana ambapo panadai maamuzi, ni lazima cheki amani. Amani ya moyo. Fuatilia amani ya moyo. Moyo wako unasikia amani na nani katika hao mmoja, wawili unao ambao wamekuzunguka? Wote wana lengo zuri kabisa la kutaka kukuoa. Lazima mmoja wapo ni wa kwako. Na nakwambia kabisa,
ukitaka Mungu akileta mtu wake, shetani huwa haachi kuleta wa kwake pia, haachi. Kwa hiyo ataleta, atakuchekecha na hiki, atakuchekecha na hiki, na wakati mwingine anakuletea kutokana na vile vitu unavyopenda. Ni kweli haupendi umaskini, na hakuna mtu anayeupenda umaskini. Kwa hiyo anakuletea mtu ambaye ana matilio, ana vitu, na unabaki unahangaika, sasa nafanyaje? Ila kwa kweli nikimtizama kwa jinsi alivyo, muonekano wake, yani kama haujaniridhisha sana, lakini moyo wangu una amani naye. Ila nikimtizama B, jinsi alivyo, unaanza na kujitafutia status sasa. Unaanza na kujitazama sijui uko nchi gani ukiwa pamoja naye. Unaanza na kumtizama, huyu ndio Mr. wangu. Lakini kila ukianza kumtafakari yeye, moyo unaugua, moyo unauma, moyo hauna utulivu, una mahangaiko tu, hauna amani ya kweli ndani ya moyo. Unajisukuma tu kuwa naye. Lakini yule ambaye ameletwa kutoka kwa Mungu, ukikaa naye hivi, hata akiwa anaongea, unasikia kabisa kuna kitu kizuri ndani ya huyo. Lakini anavyoonekana kwa sasa hivi, unasema kama sio. Ni maombi yangu katika jina la Yesu Kristo, fuata amani ya moyo. Ukiona vitu vimekuchanganya sana, yani ni kama vile haujui kushoto wala kulia, sasa kwamba hivi ni yupi, yani kama sasa ndio mahangaiko yamekuwa mengi. Sikiliza, kwenye redio huwa kuna sehemu wanabonyezaga inaitwa pause. Weka pause, tulia kwanza, simamisha wote, yani kama vile ni mahusiano, yasimamishe yote kwanza. Rudi magotini kwa Mungu aliye hai, apangue kila ambaye sio. Tena ikiwezekana, tafuta hata na sadaka, shika mkononi, nenda mbele za Mungu. Mwambie Mungu, na ijulikane leo, yule ambaye umemkusudia kuingia kwenye maisha yangu, huyo ndio asimame. Wengine wote na wapepelukie huko kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Pointi yangu ilikuwa inasisitiza sana, usimuingize mtu moyoni mwako kabla haujajiridhisha kwamba ndiye aliyetoka kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Basi natamani niombe pamoja nawe katika pointi hizi ambazo nimeleta kwako. Naamini nimeleta pointi 3, utazichukua na kuzifanyia kazi. Weka tu mkono wako katika kifua ili niombe pamoja nawe, kijana wa thamani. Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, sante kwa ajili ya audience hii ambayo nimesema nao. Jehova, mfalme wa wafalme, yawezekana kabisa wapo ambao wanahangaika katika kipengele hiki, katika maeneo haya, na wakati mwingine wameshindwa kujua kipi ni kipi. Mungu liye hai, achilia Roho Mtakatifu ndani yao, waweze kupambanua na kujua ni wapi ambapo ni makusudi yako na mwelekeo wako ndani ya maisha yao. Napangua kila namna ya makusudi ya kipepo juu yao, hayatakuwa na nafasi, hayatapenya katika jina la Yesu Kristo. Nguvu na uweza wako Mungu vikamwatamie kijana huyu. Mungu, ongoza hatua zake. Achilia nguvu na ujasiri wa kusema hapana ambako Mungu nataka aseme hapana. Mpe utulivu wa kusikiliza na kusikia sauti yako katika jina la Yesu Kristo.
Mungu ninamfunika na nguvu zako. Hakika hata kuwa mawindo ya adui kwa namna yoyote, bali wema na fadhili zako Mungu liye hai zitaambatana pamoja naye. Rapa kosekekeri abosanda. Asante Mungu mkuu, pokea heshima na utukufu, ni katika jina la Yesu Kristo, na watu wote na tuseme amen. Hongera kijana wa thamani.